Namshukuru Luba, muumba pekee wa kweli, ambaye ametuwezesha tena. Ndugu zangu, tunakusanyika kwa siku ya leo kwa ajili ya kula chakula hiki cha kiroho. Namshukuru pia mzaliwa wa pili ambaye ni Zula 100, ambaye ni mwalimu wetu anayetupatia mafundisho kila siku, anayetufanya tubadilike, tuwe watu wazuri ambao wanatii sheria ya neno, na hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana. Ndugu zangu, siku ya leo tutaongelea tema inayohusu mhusika mmoja ambaye aliyewahi kuwepo, ingawa kulingana na dini mbalimbali walibadilisha historia yake, walibadilisha rangi yake, walibadilisha sehemu ambapo alizaliwa. Tutaongelea Dale. Dale jiwe, ambaye watachukua historia yake watamuita kwa jina la Petro, Kefa, Peter, mkifaransa wanasema Pierre. Ndio huyo ambaye wataita, lakini cha kushangaza inakuwa namna gani mtu katika kila lugha ana jina, anaitwa hivi anaitwa hivi, lakini wanasema ni huyo huyo tu mmoja. Hatuko huko, lakini sisi tutaongelea Dale ambaye alikuwa mmoja kati ya mitume wa Jokisab, Kristo wa kweli. Unaposema mtume katika lugha ya asili inaitwa pia Namululuma, ni mtume. Na pia Namululuma yani ni roho agizo kula vitu, ambao unaweza kusema malaika katika lugha ambayo iko rahisi sana. Kwa hiyo ndio muelewe vizuri, Namululuma mtume, Namululuma roho agizo kula vitu. Ndugu zangu, kwa wale ambao waliwahi kusoma Biblia na wale ambao wanasoma Biblia za kisasa kwa wakati huu, ndani ya Biblia za kisasa wataongelea kuhusiana na Petro. Kuna wakati ambapo Petro aliwekwa gerezani, lakini hawajawaambia vizuri sababu ya kuwekwa kwake gerezani. Ni kitu gani hasa kilichosababisha awekwe gerezani? Lakini hapa tutaenda kuongelea kuhusiana na mhusika halisi ambaye ni Dale, ambayo tema ndio hiyo, mtume Petro kwa wale walio nje gerezani. Aiza mtume Dale gerezani, kwa nini? Hiyo ndio tema ambayo tutaenda kuongelea kwa siku ya leo, na mwende kujua kwa nini hata katika ukweli kweli alifungwa, aliingizwa kabisa jela. Ndio maana mafundisho kama kawaida, nyote mnajua kwamba yanatoka humu ndani ya Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu, na tutaenda katika kipengele cha kwanza ili kuangalia kwa nini aliwekwa gerezani, kwa sababu tayari lazima mjue sababu. Ni vema kuongelea kwamba alifungwa, sawa, lakini kwa nini? Ndio maana kipengele cha kwanza, sababu yenyewe inaanzia hapa hapa. Mwanaume kiwete anayejulikana aponywa. Hiyo ndio tema, yani hicho ndio kipengele cha kwanza. Mwanaume kiwete anayejulikana aponywa. Hicho ndio kipengele cha kwanza. Historia hii ambayo tutaenda kuielezea kwa siku ya leo haikutendeka huko ambako wataita sijui Israeli, haikutendeka huko ambako wataita Roma, aidha sehemu zingine, bali ni historia ambayo ilitendeka katika wasi ambayo wataita Afrika, bara kipenzi ambayo ni Munyele, lakini katika wasi Mutunga, yani Afrika ya Kati. Historia nyingine yote ambayo watawaambia kwamba kuhusiana na hili kwamba ilitokea sehemu zingine, huo utakuwa ni uongo tu mtupu. Tunaingia katika kitabu cha Kudumanimula, na ni kitabu cha Kristo wa kweli ambayo ni Jokisab. Kudumanimula sura yake ya 61 kuanzia mstari wa kwanza hadi 20. Mstari wa kwanza anaanza kutueleza kwamba huyu anayeongea hapa ni Dale mwenyewe. Anasema, alasiri moja mimi Dale nilikuwa nikipanda pamoja na Lakisabe kuelekea mtoni, na tukapita kando ya barabara kuelekea soko kubwa la mifugo. Sikilizeni vizuri, kwa sababu hii historia inapatikana pia ndani ya Biblia za kisasa, lakini wao utasikia kwamba sijui walikuwa wanapanda waende sijui hekaluni kwenda kusali, mambo kama hayo. Lakini hapa
Kwanza ni uhalisia kwamba wao walikuwa wakielekea mtoni, lakini wakapita katika njia ambayo iko kando ya barabara, yani ambayo inaelekea kwenye nani, kwenye soko kubwa ambalo walikuwa wakiuza na kununua mifugo, mbuzi, labda nguruwe, ng'ombe, nini, nyote mnajua hizo soko zipo. Alafu anaendelea kusema karibu na soko kulikuwa mwanaume mmoja anayejulikana kiwete. Kiwete maana yake ni nini? Ni mtu ambaye asiyetembea, yaani kwa sababu kuna walemavu ambao wengine labda anaweza kuwa mlemavu lakini anatembea, sijui anajitahidi, lakini kiwete yani yeye yani hatembei kabisa tangu kuzaliwa. Narudilia, karibu na soko kulikuwa mwanaume mmoja anayejulikana kiwete tangu kuzaliwa, kuna mabano, kasoro ya kuzaliwa inayotokana na tumbo, yani kuna mabano pia mfuko wa uzazi la mama yake, tunafunga mabano. Alibebwa na kuwekwa karibu na soko kila siku ili kuomba sadaka aidha msaada kutoka kwa wale waliokuwa wakiingia wapi? Sokoni humo. Kwa hiyo huyu mwanaume tutaenda kujua jina lake, yaani yeye alizaliwa tayari ni kiwete, yaani alizaliwa ni kiwete, yaani sio kwamba labda alizaliwa yuko sawa alafu baadaye sasa ndio akawa kiwete hawezi kutembea. No, alizaliwa akiwa hivyo, hakuwa na uwezo wa kutembea tangu kuzaliwa. Mnaona hiyo hali nyote ndugu zangu, gisi ilivyo inatisha, na watu walikuwa wakimfahamu vizuri huyo kiwete, na wanamwambia kwamba walikuwa wakimsaidia kila siku kumpeleka sehemu hiyo ili apate kuwa anaomba msaada, ama tunaweza kusema sadaka za nini, angalau awe anapata kidogo cha, kwa sababu yeye hatembei, atafanya kazi namna gani? Kwa ndio maana walikuwa pale ili wao wanamsaidia apate naye pia kula. Ina maana kwamba hao watu ingawa kweli kweli hawakuwa katika ukweli, lakini pamoja na hiyo walizirisha maadili ili kumwonea huruma huyo kiwete, angalau wawe wanamweka pale ili watu watakaopita pale wawe wanamsaidia chochote kile. Hayo ndio mambo ambayo yanatendeka wasi, tunayaona Afrika, hayo mambo yapo. Lakini kwa wakati huu mnaweza mkachunguza, mnaweza mkaona kwamba kuna wengine ambao sasa kwa wakati huu wamebadilisha hayo mambo, yanakuwa kama vile ni business. Yaani utakuta mtu kweli ni kiwete, ni kweli, lakini utakuta nyuma kuna shirika ambalo lipo ambalo lina wahifadhi, linawaweka pale, alafu wanapopata pesa wanaleta huku. Haya mambo yanatendeka sana, kama mjui mimi nawaambia. Kwa hiyo sasa inatakiwa kuelewa ni nani kiwete wa kweli na ambaye nyuma hana mawazo mengine ambayo ni mabaya, bali anapoomba msaada ni kwa sababu kweli ya mahitaji yake binafsi. Ndio maana hapa kuna mafundisho ambayo ni tosha sana, ambayo sisi tulio katika ukweli lazima tuende kupei. Sasa walikuwa wakimfahamu, na ili kwamba wapate kumpeleka pale, huyo kiwete alikuwa tu mtu ambaye ana maadili mema, alikuwa asiyeanzishwa, lakini anayejulikana. Na mtu ambaye anajulikana ina maana kwamba sio kwamba ni star kujulikana kwake, no, yaani anajulikana na agizo kuu la vitu, kaka zetu wa kiroho. Ila sisi tulio hapo hatuwezi tukajua kwamba huyu jamaa kiwete kama huyo kwamba anajulikana. Ndio historia inaendelea vizuri. Mtu huyu anajulikana kwa jina la Pungwedi, yaani huyo kiwete jina lake aliitwa Pungwedi. Pungwedi maana yake ni nini? Jina lake linamaanisha kusumbuliwa. Hata na wewe mwenyewe unapozaliwa ukiwa hivyo, na unapokuwa sasa na ufahamu, unaangalia wengine wanatembea, wewe uko pale, unaona kwamba uko tofauti na wengine, unaingia katika usumbufu. Yaani yeye alisumbuliwa kuhusiana na hilo, wazazi pia walisumbuliwa, kwa sababu ya hicho kitendo ambacho mtoto wao alichokuwa nacho, yaani tuseme hiyo kasoro ambayo alikuwa nayo.
Ona mike ina bon, sawa. Sasa anaitwa Pungweti. Aliponiona mimi Dale nikiwa na Lucky Sabe, alituomba sadaka, alituomba msaada. Anayeelezea hapa ni Dale. Ndugu zangu, kama jinsi nilivyosema, kitendo cha kuzaliwa namna hiyo ni usumbufu, yaani mawazo mengi. Unaona wenzako wanaenda mbio, wanakimbia, wewe uko pale unawaona tu. Wengine wanacheza mpira, yeye hajui mpira unaweza ukapigwa namna gani. Yaani yupo katika hali ambayo kweli inaleta huzuni, hadi wazazi wanaweza wakajiuliza, hai, hivi tulifungua mlango ili kwamba mtoto wetu apate kuzaliwa hivi hizo namna gani? Ilikuwa namna gani roho ambaye anasimamia uzazi akuingilia kati ili kwamba mtoto ndani ya tumbo awe vizuri na azaliwe tu yuko sawa? Sasa ni kitu gani ambacho kitendeka? Alafu tena tunagusia hapa kwamba alikuwa anajulikana. Hai, swali linabaki hapo. Sehemu ambapo alikuwa, dunia yote mzima, hakuna daktari ambaye alikuwa na uwezo wa kumponya huyu kiwete. Yaani hakuna hata yeyote yule ambaye kwamba sisi, mimi nafanya hivi, naweza nikafanya operation ili ninyooshe. Hiyo haipo. Kwa hiyo alitegemea kuishi hivyo hadi huenda mwisho wa maisha yake labda, maana hata yeye pia hakuwa anajua kwamba anajulikana. Mimi Dale na Lucky Sabe wote tulimkazia macho Pungwedi. Walimkazia macho. Mtajua kwa nini walimkazia macho? Kumtazama, kumwangalia. Hapa tunaingia, hao ndio mitume wa Joki Sabe. Wanapofanya kitu wanajua ni nini ambacho wanakifanya. Mimi Dale na Lucky Sabe wote tulimkazia macho Pungwedi na kusema, tuangalie. Macho yanaongea. Unapomtazama mtu vizuri ndani ya macho, unaweza ukamwelewa huyo mtu yuko namna gani. Yaani wakati wanapompiga macho, wanatazama ni kama vile wanascan. Je, huyu ni kiwete ambaye yuko pale kwa ajili ya maslahi? Je, huyu ni yuko sawa? Je, huyu anajulikana? Ndio maana tutazame kwanza vizuri, kuangalie ndani ya macho, tuone kweli kweli kuna nini ambacho kipo, tusije tukadanganywa na mwonekano. Sijui kama mnaona hilo jambo. Baada ya kukaza macho, wakaangalia, wakagundua kwamba Pungwedi hakuwa anajifanya kwamba ni kiwete. Hapana. Wakatambua kwamba hakuwa mtu ambaye ana tabia mbaya. Hapana. Sikilizeni kwa makini, lakini alikuwa asianzishwa tu, anayejulikana, ila alikuwa na maadili. Mwelewe vizuri. Dale na Lucky Sabe waliona hilo kwamba kwake hakuna ila, ndio maana walimkazia macho ili kumchunguza vizuri, ikiwa ni kiwete halali na ambaye hana mambo mengine nyuma nyuma. Na Pungwedi akatutazama kwa makini, akitarajia kupata kitu chochote kutoka kwetu. Hapo moyo sijui uko sawa, nasema hapa lazima miela labda itaingia hapa, sijui watanipatia kitu gani. Pungwedi yuko hapo anasubiri tu, wakuu, labda wakuu nimeshawaangalia, nimewatazama. Na wanapoangalia Dale, walikuwa wanaume ambao Mulele atuambia walikuwa smart, yaani wanavaa vizuri nini, walikuwa matajiri, kwa sababu wakati huo, yaani hakuna yeyote ambaye alikuwa katika ukweli katika kipindi cha mitume ambaye alikuwa masikini. Haikuwepo. Kama mujui, nawaambia taarifa njo hii, maana walikuwa na someni Matendo ya Mitume gisi wameburuga buruga pale ndani ya Biblia za kisasa. Hapakuwa masikini katika kipindi hicho cha mitume, maana kulikuwa matajiri ndani ya zizi bergeri. Kulikuwa yani, alafu wanaleta vitu, pesa zinawekwa miguuni kwa mitume, alafu wanaanza kugawa kwa watu. Unahitaji nini? Hii, mimi nikosa hiki, hakuna kusema kwamba mimi nakosa hiki. Chochote kile ambacho unahitaji kulingana na ukweli unakipata. Kwa hiyo alipowaona lazima hapa, hawa wanaume lazima nitapata kitu. Kisha mimi Dale nikamwambia, nilicho nacho
nakupa. Yaani kile ambacho mimi niko nacho mimi nitakupa. Nasema lazima hapo atakuwa labda na wakati anapomkazia yani Pungwedi anapowakazia macho, ina maana kwamba hajihusishi tena na wengine ambao wanapita, yaani yuko pale naye wao anatazama. Kwa hiyo kile ambacho niko nacho mimi ndicho nitakachokupa Pungwedi. Kwa nini Dale atumie maneno haya? Kwa sababu kuna kitu ambacho Dale alichokipokea, yaani alipewa kipawa, alipewa karama ambayo alipewa bure, na ndio maana naye pia anatakiwa kuitoa bure kwa taifa, kwa wale ambao wanahitaji kupokea. Kwa hiyo wakati walipomkazia macho na kuona kwamba kweli kweli huyu anajulikana, tayari Dale na Lakisabe walipewa ruhusa hapo hapo na agizo kula vitu kwamba huyu anajulikana, fanyeni kile ambacho kinatakiwa kwake. Kisha mimi Dale nikamwambia, nilicho nacho nakupa, simama na utembee. Loba, kwa mara ya kwanza muujiza kama huu watu wanaweza kaona kwamba ni kitu ambacho kiko very simple, simama na kutembea, anaanza kutembea. No, achana na hao wanaofanya maigizo katika hizo dini. Mtu amjawahi kujua anatokea wapi, anakuja tu anatembea tembea hivi kwamba ni mlemavu. Mchungaji wa uongo anawaka mkono hivi, pokea pokea pokea, pona, alafu baadaye anaanza man of God, natembea nimepona. Huyu Pungwedi alikuwa anajulikana kwamba ni kiwete tangu kuzaliwa, watu wote wanajua, na kila siku alikuwa akiwekwa hapo kwenye barabara ambayo ni karibu ya soko. Watu wanajua kwamba haijawahi kutokea, na katika wakati huo kulikuwa wengine ambao watakuwa watajiita kwamba ni makuhani aweza watu wa Mungu. Kwa mujibu wao kipindi hicho hakuna hata mmoja ambaye aliwahi aweza kusubutu aweza kujaribu kusema kwamba acha mimi niende kujaribu, labda anaweza kapona. Hilo aliwezekana. Kwa hiyo Pungwedi yuko, Dale na Lakisabe wakamwambia, simama na utembee. Nami nikamshika mkono wa kuume nikamsaidia kusimama. Wakati huo huo miguu na vifundo vya miguu yake vilikuwa imara, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa roho, msimamizi wa uzazi. Amekuja kufanya nini sasa wakati huu? Wakati anazaliwa, wakati mama yuko mjamzito, hatujamwona hadi mtoto amezaliwa kiwete, lakini hapa anajitokeza sasa. Watu watajiuliza na yeye pia alikuwa wapi na kwa nini ametokea kwa wakati huu? Kwa sababu huu muujiza ulikuwa muujiza wa kipekee sana, ndugu zangu, kwa sababu roho msimamizi wa uzazi alikuwepo. Kwa sababu Pungwedi, ikiwa mnaweza mkaangalia katika ufahamu mwingine, hapa anazaliwa upya, ni kama vile anarejeshwa tena, anarudishwa ndani ya tumbo la mama, alafu roho msimamizi wa uzazi kupitia mtazamo wake wa kutoboa ataenda kumtengeneza tena vizuri, ili kwamba atakapozaliwa sasa awe mwanaume ambaye anasimama. Ndio maana lazima roho huyo msimamizi wa uzazi yuko pale kupitia mtazamo wake unatoboa. Hiyo ndio maana yake, sio kama ndani ya dini ambapo watasema mtu anapozaliwa mlemavu, kiwete, ni Mungu ndio alitaka, ni mapenzi ya Mungu. Mungu wenu anakubali, anaruhusu watu watu wazaliwe ni walemavu. Kwa hiyo ni Mungu ndio anafanya kwamba mtu azaliwe ni mlemavu. Hapo ndio kuna yani ndio utofauti kati ya ukweli na uongo. Mungu wao kwao haya ni mapenzi ya Mungu, yote yale ambayo yanatokea mabaya ni mapenzi ya Mungu, lakini hakuna jambo bila sababu. Kila jambo lina sababu yake. Na kwa kuruka, Pungwedi alisimama na kuanza kutembea. Pungwedi alianza kuruka akimsifu Loba. Raha
ya kutembea kwa mara ya kwanza. Muone furaha aliyokuwa nayo, ndugu zangu. Hakuwa tena na imani lolote, haujawahi kufikiri kwamba unaweza ukatembea, lakini mara moja unaanza kutembea. Furaha hiyo, muangalie, mshangilie kwanza Pungwedi kuhusiana na hiyo furaha ambayo naye pia alihisi. Mwingie katika ufahamu wa furaha aliyoipata wakati aliposimamisha miguu yake na kuanza kutembea na kuanza kuruka. Lakini alichokiongea kitu cha kwanza ni kumsifu Loba. Maana yake ni nini? Hapa wanapenda kuonyesha kwamba Pungwedi, ingawa Dale alikuwa pale, ingawa Lakisabe walikuwa pale, na kwamba alipata huu muujiza, lakini alijua kwamba Dale na Kisabe hawawezi wakafanya huu muujiza ikiwa Loba hajaruhusu, ikiwa Loba hajawapatia uwezo wa kufanya huu muujiza. Ndio maana yeye hakusimamia kuwasifu akina Dale na Lakisabe, bali anamsifu yule ambaye ni chanzo cha uweza, ambaye ni Loba Mumba pekee wa kweli. Sio hawa wajanja ambao wako katika hizo dini ambao watafanya miujiza yao ya uongo, alafu watasema kwamba mimi nina uwezo wa kufanya hivi nina uwezo wa kuponya, nina uwezo wa kufanya. Wewe una uwezo wa kitu gani? Kwanza wewe mwenyewe uko katika uongo, uwezo huo hauna. Una uwezo wa kufanya comedy, yes, hilo tunajua, lakini kuponya haikupewa kila mtu. Hapa ili kwamba muujiza upate kutendeka, mumeelewa ni kitu gani ambacho kinatakiwa? Kwanza mtu mwenyewe anatakiwa awe anajulikana, lakini pia awe na maadili mengine ambayo yako afadhali. Cha pili, yule ambaye anayetoa muujiza naye pia anatakiwa kuwa katika ukweli. Sasa ikiwa hauko katika ukweli, hawezi ukaponya na hauwezi ukapona pia. Ingawa alikuwa asianzishwa, lakini alikuwa anajulikana na alikuwa na namna ya kuona mambo. Hakuwa mtu mbaya kwa kufanya mambo ya ajabu ajabu. Kweli alikuwa akitenda dhambi kwa sababu yuko asianzishwa, ila sio kwa namna nyingine ambayo nyote mnajua kwamba, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo watu wengine ambao hawako katika ukweli hawawezi wakavifanya hata kama hayuko katika ukweli. Lakini hii nasema kwamba no, kuua no, mimi siwezi nikafanya hivi, siwezi nikaua. Kwenda nyuma ya mke wa mwingine aweza nini, hapo anasema kafanya namna gani, anaweza akafanya hivyo, lakini sio vizuri pia. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo anaweza akafanya, mengine aweza akayafanya hata kama yeye ni asiyeanzishwa. Kwa hiyo Pungwedi alisimama na kuanza kumtukuza na kumsifu Loba, maana Loba ndiye muumba pekee wa kweli aliyewezesha kwamba Dale na Lakisabe wapate kutimiza huu muujiza wa ajabu. Kila mtu alimwona akitembea na kumsifu Loba. Walimtambua kama yule aliyekuwa akiketi karibu na soko akiomba sadaka, nao wakajawa na mshangao na kustaajabu kwa kile kilichompata. Hata wewe mwenyewe hapa tunasoma na ndio maana tuisi, lakini wao ambao walimfahamu vizuri, kila siku wanamleta pale, wanamuona anasimama na ruka, sema no, hilo haliwezekani, imetokea wapi? Yaani watu wakashangaa, wakasema ili haliwezekani, limekuwa namna gani? Mambo kama haya, walistaajabu kwa muujiza huo. Maana muujiza katika lugha ya asili inaitwa bitaisedi. Bitaisedi maana yake ni kitu ambacho kinashangaza tu. Ndio muujiza, yaani ni kitu ambacho kinashangaza, yaani kitu ambacho haujazoea, sio kitu ambacho ni cha kawaida ambacho unakiona kila wakati. No, ni kitu ambacho kinashangaza. Kwa kuwa Pungwedi hakuwa ametuacha, Lakisabe na mimi wote, kuna mabano waliokuwepo wakiwa wameshangaa, walitukimbilia. Mnajua wasi mambo kama haya, hey, fulani Pungwedi amesimama, hey, watu wanakuja wote, twende hiyo ndio Afrika yuko wapi? Mimi sipendi kupewa taarifa, naenda kuangalia kweli nimuone. Una uhakika kweli ni Pungwedi? Ni yeye? No, na mimi haja niende kuangalia mimi mwenyewe nione kweli kweli kama ametembea ni yeye. Watu wakakimbilia, wakaja pale, wakakuta Dale yuko pale, Lakisabe yuko hapo na Pungwedi yuko pale, anarukaruka tu, asema kweli ni yeye. Watu wakashangaa, wasema imekuwa namna gani? Sasa
Hapa ndio hekima inaingia, unyenyekevu unajidhihirisha, kwa sababu ni muda sasa wa Dale na Lakisabe kupambana kiroho, kwa sababu hapa tayari vita vimeingia. Sijui kama unaona hilo, vita vimeingia, na hivyo vita mtaviona. Muujiza huu umetokea ambao hata fedha yako haiwezi kafanya kwamba huu muujiza upate kutendeka. Yaani tuseme kwamba utoe pesa ili kwamba labda mtu apate kusimama huyu kiwete, hilo haliwezekani. Watu wako wengi katika majukumu, wengine wanahacha, wanakuja wanasema no, hili hatujawahi kuliona. Sasa mwanafikiri wanawatazama Lakisabe na Dale namna gani watu, wakati ambapo neno limeruhusu kupitia wao kutimiza huu muujiza wa hali ya juu? Watu watawatazama namna gani? Ndio maana nikasema kwamba vita vimeingia hivi. Mimi Dale nilipoona haya nini, namna watu walivyokuja na kushangaa na kuanza kuangalia wao, niliwaambia watu kuna nukta mbili. Watu weusi wawasi, kwa nini mnashangaa? Aidha, kwa nini mnashangazwa na hili? Anaanza kuuliza kikawaida, anasema haya mambo kwa watu weusi sio mambo ambayo yanatakiwa kuwashangaza, kwa sababu kwa watu weusi ni mambo ya kawaida. Kwa wale ambao wanaotembea kulingana na ukweli, wana haki ya kupata hiki ambayo Pungwedi amekipata. Lakini pamoja na hivyo, kwa nini nyinyi mnashangazwa sana? Na hakusimamia hapo tu, kwa sababu Dale kama jinsi ilivyosema, aliona namna gani watu walivyoanza kuwatazama, wengine wananongona kati yao, wanaongea. Yaani kuna mara wengine wanaweza wakawachukulia kama vile labda ni viumbe vya juu. Sijui kama unaona hilo, yaani watu wa ajabu. Watu wengine wanaweza wakawaogopa Dale, sijui kama mnaona hilo, sema huyu labda akisema kitu hapa tayari naweza nikageuka kuwa kitu kingine. No, hapana. Yaani utakuta mawazo yanakuwa tofauti, wanaanza kufikiria mambo mengine ambayo Dale na Lakisabe hawana hata kidogo. Yaani wanawachukulia kama vile ni watu ambao wako juu zaidi. Sijui kama unaona hilo, na hilo jambo Dale alilipenya mapema. Ndio maana akawauliza, kwa nini mnashangazwa na hili? Kwa nini mnatutazama kana kwamba ni kwa nguvu zetu au uchaji wetu kwamba tumemfanya mtu huyu atembee? Hapa anatumia unyenyekevu Dale. Hivi nyinyi mnatutazama kama vile labda sisi tuna uweza wowote wa kumfanya mtu huyu atembee? Kwa nini mnatuangalia kama watu ambao ni waajabu? Sisi ni kama nyinyi ni ndugu zetu tu, msituchukulie kama labda viumbe vya juu za mengine, kwa sababu hata huu uweza wa huyu Pungwedi kutembea sisi tumeupewa tu na sisi tunampatia tu, lakini kuna yule ambaye mnatakiwa kumtazama, ingawa mwezi mkamwona, lakini huyo ambaye aliyetuwezesha sisi kufanya hili ndiye ambaye watu wanatakiwa kujinyenyekeza kwake. Sio kama mnaona hili unyenyekevu wa Dale. Hakujisifu yeye na Lakisabe kwamba mmeona sisi ni balaa kujeni, wengine wako wapi viwete, leteni huku tutawaonyesha tunaweza. No, hawako katika haya. Sio hayo mabango yanaandikwa tarehe fulani mkuje, kutakuwa kabisa deliverance, viwete leteni, wasioona mwalete, walio na matatizo ya masikio leteni, tutafanya hivyo sisi. Wanaandika mabango, watu wanakuja wameshapangwa pangwa kiwete alipona tofauti. Ndio maana nikasema kwamba ikiwa ukweli unatendeka na muujiza wa kweli ukitendeka, yaani watu watajua na watu wataelewa kwamba huu ni muujiza. Kwa nini mnashangazwa na hili? Kwa nini mnatutazama kana kwamba ni kwa nguvu zetu au uchaji wetu kwamba tumemfanya mtu huyu atembee? Msituchukulie namna hiyo. Kama tumefanya muujiza huu ni kwa uwezo wa neno la Loba, sio kwa nguvu zetu sisi. Yaani ni zawadi aidha
kipawa ambacho tulikipewa sisi kwa bure kabisa, na hichi ndio tunakitumia tu hivyo hivyo kwa bure. Kwa hiyo sio sisi tumepewa, yaani yule ambaye ametupatia akisema kwamba anachukua, yaani tunabaki kama gisi tulivyo tu. Na sasa anawaambia sasa, amesema hapa baada ya kuambia kwamba kwa nini mnashangaa na hili, akasema ni kwa imani katika lugha, kwamba neno lake limemtia nguvu. Yule mnayemwona na kumjua ni imani katika yeye ambayo imempa pungwedi uponyaji huu kamili. Na sasa akawageukia sasa, ndugu, tubuni na mgeuke ili dhambi zenu zifutwe. Maana yake ni nini? Yaani watu wako hapo kushangaa, sema nini? Dale anawageukia sema, hey, nyinyi ni watenda dhambi. Dale alipenya asili yao watu ambao walikuwa hapa, ambao walikuwa katika mshangao. Alisema kwamba mnatakiwa kutubu na kubadilika. Dale pia anawaeleza hao kwamba huyu kiwete ambaye mlimuona kila wakati na ambaye mnamuona kwa sasa hivi anatembea, yeye alikuwa katika hali nzuri kiroho, ila kimwili mnamuona mnamdharau, lakini yeye alikuwa tayari kiroho kuliko nyinyi. Sijui kama mnaelewa vizuri. Yeye alikuwa vizuri kiroho kuliko nyinyi, kwa sababu nyinyi hamko safi, nyinyi mna dhambi. Kwa sababu mkifariki katika dhambi yenu hapo hapo leo, mtaenda kwenye hukumu baadaye. Maana yake Dale anapenda kutuonyesha hapa kwamba usimdharau mtu kwa sababu ya mwonekano wake. Sio kwa sababu unaona mtu ni kiwete unamdharau. Sio kwamba unaona kwa sababu mtu labda ni mfupi kuliko wewe unamdharau. Mtu labda sijui ana kichwa ambacho kinaenda huku nyuma, wewe unamcheka unasema huyu mwingine hafai, mimi kichwa changu kizuri, mimi niko smart, niko na afya nzuri, huyu ambaye yuko hivi potelea mbali, hana umuhimu wowote. Wewe unaweza ukasema hivyo, wewe unaweza ukatazama hivyo, lakini kumbe katika agizo kula vitu, namna wanavyomtazama huyo mtu ni tofauti na wewe unavyomtazama. Haya ndio mafundisho ambayo wanatoa hapa Dale. Usidharau mtu aweza kumhukumu kutokana na mwonekano alionao. Sijamaanisha kwamba yeyote ambaye ni mlemavu aweza kiwete kwamba ni mtu ambaye ni mzuri, ambaye anatulia, ambaye anatakiwa hivi na hivi, no. Lakini tusiende kuhukumu mtu kwa sababu ya hali yake ya kimwili alivyo. Unaweza kuwa mrefu, na kwa sababu wewe urefu wako, unapoona mtu ambaye ni mfupi kuliko hata wewe, kiburi kinaingia, unaanza kujiona kwamba labda wewe uko muhimu sana kuliko yeye. Ni kulingana na macho yako wewe, lakini ulimwengu wa kiroho huenda una mtazamo ambao uko tofauti, na kwamba labda yeye ni muhimu sana kuliko hata wewe, kwa sababu kilicho kikubwa ni roho kwanza, mwili ni baadaye. Kwa hiyo tusisimamie kwenye mwonekano na tunaanza kujaji watu, hilo halipo. Hivi huyu kiwete jinsi alivyokuwa, unajua ni akina, ingawa kuna baadhi ambao walizihirisha kweli kweli maadili mema kulingana na hali inayoonekana, wakimtoa kila mara kule, wanakuja kumweka hapo na kumtoa tena kumrudisha nyumbani. Hiyo ni sawa, si ndio? Hao wana maadili mazuri kwa kupenda kusaidia, ni katika hali hii inaonekana, lakini kwa upande wa kiroho bado walikuwa tofauti. Ndio maana Dale aliona kwamba no, mnatakiwa kutubu, kwa sababu huyu pungwedi huyu, ingawa mlimuona kwamba yuko hivyo mdhaifu, lakini kiroho alikuwa mtu ambaye anajulikana. Yani agizo kula lilikuwa likimtazama tofauti na gisi nyinyi mnavyofikiri. Kwa sababu mwelewe kwamba kaka zangu na dada zangu, ni kwamba pungwedi kimwili alikuwa ni kiwete. Hivi mnafikiri kwamba roho yake nayo pia ilikuwa kiwete? Ndio swali hizo. Hivi mnafikiri kwamba nafsi yake haikuwa sawa, haikuwa na miguu ambayo inanyooka nini? Hivi mlikuwa mnafikiri hivyo? No. Mwili unaweza kuwa kiwete nini, lakini roho yake iko smart. Nafsi inaenea, miguu miwili, mikono miwili, macho, kila kitu iko sawa. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kuelewa. Na ndio maana katika ukweli haijalishi mwili wako uko namna gani zaidi, ingawa tunatakiwa kuutunza mwili, ni kweli, lakini ukionekana kwamba labda hauna mkono weza nini, sijui itakuwa namna gani, sio kama mafundisho ya huyu ambao wataita Yesu. Ndugu zangu, achane na huyu jamaa, huyu hajawahi kuwepo.
ambaye atasema kwamba ikiwa unaona jicho lako linakusumbua ling'oe tu, alafu uingie ndani ya paradiso ukiwa na jicho moja hivi kabisa. Kwelikweli huyu yuko sawa? Paradiso uingie huko na jicho moja lingine, hiyo ni paradiso ya namna gani? Alafu unaingia huko, watu wanakuuliza, malaika kabisa, sasa jicho lingine liko wapi? Lilinisumbua, Yesu alisema kwani nitoe? Hivyo tuwe makini katika haya mambo ambayo tunayafuata. Kwa hiyo paradiso akuingii walemavu. Hata kama ulikuwa mlemavu na umekufa katika ukweli, utarejeshwa vizuri. Hata kama mguu wako ulikuwa umekatwa, sijui ulienda wapi na wapi, utarejea umeenea. Watu wengine wasinichukulie vibaya kusema kwamba paradiso hakutaingia walemavu, ina maana kwamba walemavu wote wataenda kwa shetani. Sijamaanisha hivyo, nasema hakutaingia mlemavu ambaye kwamba amekosa hivi, lazima kitarejeshwa kile ambacho hana ili kuingia. Watu hawako sawa. Mtu akiongea hivyo, imani anasema hivi. Kwa hiyo lazima watu waelewe nini ambacho tunaongea. Hatuko katika mafundisho ya huyu Yesu wao kwamba hata kama mguu ndio unakukosesha amani, kata alafu ingie paradiso ukiwa na mguu mmoja, unatembea hivi tupu tupu, ndio paradiso humo tupu. Ndugu zangu, na kwa hiyo Dale akamwambia kwamba ni vizuri mubadiliki, muombe msamaha, mtubu, ili kwamba nanyi pia msipate kuingia katika nini, katika hukumu ya mwisho. Sasa hivi mnafikiri kwamba hii taarifa itawafikia wale ambao wako zidi ya neno namna gani? Watajihisi namna gani? Ndio maana kipengele cha pili, kutokufurahi kwa makuhani wafisadi wa daraja la juu. Hawa makuhani wahongo, mafisadi, hawakuwepo wakati ambapo Dale na Lakisabee walipofanya muujiza huu, lakini walisikia watu wanalalamika, watu wanaongea, wanasema hata na sisi twende tuone kwelikweli nini ambacho kimetokea. Lakini walikuja kukuta tayari Pungwedi yuko pale, mwenzenu anaruka tu na kumsifu Loba tu. Sema wao hawatafurahia, na mtaelewa kwa nini hawatafurahia. Anaendelea kusema, bali Lakisabee na mimi Dale tulipokuwa tukizungumza na watu, makuhani wafisadi wa daraja la juu walifika. Hawakufurahi namna tulivyokuwa tunawafundisha watu. Angalia hii dunia jinsi ilivyo, watu wanaigeuza hivi na dunia iko pale pale. Watu wamefanya kitendo ambacho ni kizuri kwa Pungwedi ambaye amezaliwa ni kiwete, hatembei, lakini sasa hivi ametembea. Kuna makuhani wafisadi wanakuja wanachukia, kwa nini mmefanya hivyo? Hivi mjiulize, hivi hawa wako sawa? Pungwedi atajihisi namna gani kwa hao makuhani na hao mafisadi? Kwa hiyo wao wangependelea tu Pungwedi awe tu pale chini tu, kusitendeke chochote kwa kweli. Na hii hali ya watu tuko nayo hii, makuhani mafisadi, hata wafisadi tunajua kwa wakati huu ni hawa wanaojiita wachungaji wa uongo, manabii, mabishop, ndio hawa watu ambao tunaongelewa hapa. Maana tunapotoa ukweli hawajihisi vizuri, wanajihisi vibaya. Kwa nini? Kwa sababu watu watakubali ukweli na wao kule hawatapata tena watu wengine waumini, hawatapata sadaka. Hivi mnaelewa hiyo? Hawatapata sadaka, sadaka zitapungua. Kwa hiyo sio kwamba watasema huu si ukweli, hapana, lakini wao wanaangalia business zao zitafanya nini, zitadidimia. Hivi sijui kama mnaelewa hilo. Kwa hiyo itaonekana kwamba watu watawachukulia wao sio kitu chochote, watu ambao wanaongea uongo, ambao hawana hata uwezo wa kumponya mtu mwingine. Yani watakuja kuona kwamba haya mazungumzo, haya mafundisho tunayoyatoa, watu wataona kwamba kwelikweli sisi ni wahongo. Sasa tufanye namna gani na hiki kitu ambacho wamekifanya Dale na Lakisabee? Kila mtu ameona, na Pungwedi sio kwamba labda ni maigizo, kwamba alikuja na amejifanya. Watu wote wanajua kwamba huyu jamaa yani ndivyo alivyozaliwa. Tulipokuwa tukizungumza na watu, makuhani wafisadi wa daraja la juu walifika, hawakufurahi namna tulivyokuwa tunawafundisha watu. Sasa
Wao walisikia watu wanaongea, kwa sababu watu walikubali ukweli ambao Dali na Lakisabe waliuleta. Na unajua watu wanapoona muujiza, unajua ndio hicho ambacho kinawafanya hao wanaoita wachungaji wabaki katika hizo comedy ambazo wanazifanya. Maana unajua kwamba mtu ukimfanyia kwa mfano kama muujiza hivi, aizi unajua tu jina lake bila wewe kutaja, sema man of God, hilo tu tayari kwake, yani wewe ni mtu ambaye ni wa ukweli. Ukisema kwamba jana nafikiri wewe ulikula chakula hiki, man of God, ulijua namna gani? Sasa wanapoona muujiza kama huu, mfano watu na wanajua kwamba kweli kweli huyu jamaa ndivyo alivyozaliwa, mwanafikiri ni watu wangapi ambao watakubali ukweli wakati huo huo pale? Sasa jiulize, kwa nini tunaye mzaliwa wa pili? Wengine wanasema kwamba mbona hawafanyi miujiza? Inategemea na kila mmoja muujiza anayotaka kuona, lakini mimi najua kwa miujiza ambayo inaifanya kila mmoja na namna atakavyoangalia. Hivi mnafikiri kwamba miujiza kama hii itendeke kwa nyakati hizi? Hivi hamjui kwamba vurugu zitaingia tu hii dunia? Hivi hamjui? Mi nawambia shirika za madawa zitasema kwamba no, hao jamaa wamekuja kutuharibia. Hii nawambia, niko very serious au wachungaji wa uongo wanasema no, business hizo zinaisha, tutafanya nani comedy kwa akina nani tena? Maana kama watu walikuwa wagonjwa, watu wanapita ambao wanajulikana, lakini wanaenda wanaponywa kikawaida, wanapona kabisa. Dawa ambazo wengine wanatibiwa nini, watu wanapigiwa. Nawambia nani, hii wanaita ni shirika la afya duniani litaongea, litaangalia namna gani huyu jamaa atulizwe, ila haliwezekani. Business itaenda, dawa zitanunulika namna gani? Muwe hivi, mjue hivi, kwa sababu kuna watu wengi katika dunia hii ambao wanajulikana lakini neno linapofanya jambo lina muda na lina wakati, na alikurupuki kufanya tu no, ila kila jambo na wakati wake. Lakini mlielewe hiyo, ikiwa mngali hapa tunapoongea kuhusiana ukweli huu nini, watu wanajua kwamba hao wachungaji waongo wanajua kwamba ni ukweli, lakini kwa sababu bado kwa mujibu wao haujafanya nini, ndio maana wako kimya. Hamtasikia wanaongea zidi ya ukweli. Kuna baadhi mwanzo nilipokuwa bado natoatoa hizi tafsiri, kuna baadhi ya wachungaji wa uongo ndio walikuwa wanakuja wananiandikia, wewe ni kitu gani ambacho unafanya huko katika ukweli na mengine alafu nawatuliza tu na andiko kadhaa tu, mdomo nafungu kimya. Na hapo nilikuwa bado na mimi ningali mchanga zaidi. Pale mtu anaposema hiki nasikia roho inauma kabisa huo na mimi najuaisha kwamba baba, ila hapa haiwezi kapita. Nakuta mtu anasema huyu, kuna hilo ambayo siwezi nikasahau, yaani huyu angefariki hata wakati mama yake anamzaa angekufa tu. Kuna mtu ambaye aliandika sema huyu jamaa mbona ameenda mbali sana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu haya ambayo nimeongea tu hivi mnasikia. Lakini kwa wakati huu imani ambayo alianza pale na unyonge, imani amesha kuwa tofauti. Unaweza ukaongea chochote ambacho utaongea, naangalia pale, nachukua maji na kunywa tu na naendelea hivyo ndivyo ilivyo, maana haitabadilisha chochote. Kila kitu kimemalizika, ukweli unabaki kuwa ukweli, na uongo hauwezi ukachukua nafasi ya ukweli hata siku moja. Uongo unaweza mkaongea, hapana, hatukufanya hivi, hapana, sio ukweli, swala la muda tu. Yaani uongo tiba yake ni muda tu ni muda tu, ndio tiba. Yaani ufiche nini hata kwa miaka na miaka, wewe haupo, kitatoka nje. Hii ndio napenda raha ya ukweli gisi ilivyo, na ukweli unakuja kama unapanda ngazi tu, ila uongo kama lift. Unajua lift, gorofa, umesha kuwa kwenye gorofa ya 10, panda ngazi hapo tak hivyo ndivyo ukweli ulivyo. Kwa hiyo ukweli unaendelea, unaenda hivi unaingia ndani ya watu, alafu baadaye itafika wakati hapo sasa ndio watu watashtuka, sema nini ambacho kinatendeka? Ndio maana wakati ambapo hao makuhani waliposikia hilo na wakaja kuona kwamba kwelikweli Dale na Lakisabe wamefanya kupitia nguvu za neno huu muujiza,
walikasirika, walisema no, aya, yani hapa amegusa business. Tena wanaendelea kufundisha ukweli ambao umefanya hao watu waone kwamba huyu jamaa hapana, tunaharibiwa hapa, tumevamiwa. Wao hawana huruma na watu kuhusiana kwamba labda no, ni vizuri kwamba yes alikuwa hivi. Wao wanajiangalia wao wenyewe, hawajali watu watafariki katika uongo nani. Hiyo sio tatizo lao. Tatizo lao ni pesa, na waonekane kwamba wao wako vizuri. Watu watakubali ukweli, hawatakuja kwao tena. Hawawezi tena kuwatumia watu, kwa sababu hawatakuwa na imani nao, kwa sababu watajua kwamba wao wako katika uongo, wanaoga. Bali la Kisabe na mimi Dale tulipokuwa tukizungumza na watu, makuani wafisadi wa daraja la juu walifika. Hawakufurahi namna tulivyokuwa tunawafundisha watu, lakini walipomwona Pungwedi ambaye alikuwa ameponywa amesimama karibu nasi, hawakuwa na la kusema. Wao wenyewe walijua Pungwedi kwamba alikuwa kwelikweli kiwete tangu kuzaliwa. Kuja kuona amesimama pa, hata wewe mwenyewe utasema nini? Hao ni uongo, huyu Pungwedi hajawahi kuwepo, aliletwa tu hivi ili kufanya maigizo. Wenyewe wanajua kwamba alizaliwa yuko hivyo hivyo. Wanamfahamu. Nani atasema kwamba hatuna uhakika kwamba kwelikweli huyu jamaa alikuwa hivyo? Wanajua, lakini waliona kwamba hao wanaume ambao ni Dale na Lakisabe wanawafunza watu, na ndio chanzo cha huu muujiza. Hapo ndipo wakasema kwamba lazima tukae pamoja, tuangalie nini cha kufanya. Hawataishia hapo, kwa sababu unajua tatizo ni nini? Wanapoona umumati wa watu hawatafanya chochote, lakini hawataishia hapo. Huyu ndio shetani mlima bobe huyu. Yaani wanapoona watu, kila mtu anauhakika kwelikweli, anaamini kwamba ni hivi. Sasa wao hawawezi wakaja kusema watu mtusikilize, sisi ni makuani, kwa sababu walikuwa na mwelewa kwamba hawa makuani katika kipindi hicho cha mitume ni makuani wa uongo, ambao ni mafisadi. Walikuwa na mamlaka katika wakati huo, aidha katika eneo hilo, mwelewe vizuri. Yani wao ndio walikuwa, labda watu wanachukulia kwamba watu wa hekima, wa busara, sijui kama naona hilo. Alafu wanavaa tu ngozi kwamba wao ni makuani, kama jinsi mnavyoona hao wajanja wanaojiita wachungaji, walimu wa nini, wa manabii wa uongo. Hivyo ndivyo ilivyo. Hao ndio sasa makuani hao kwa wakati huu, kama mnapenda kuelewa. Hao makuani wa uongo kwa wakati huu mnaweza mkawalinganisha na nani? Hamwezi mkawalinganisha na hawa wachungaji wa uongo, hata manabii wa uongo, au makuani wa kipindi cha mitume. Mnaweza mkawalinganisha kama na huyu ambao wanaita papa huyo. Mnaona, hivyo ndivyo mnavyotakiwa kuwalinganisha, kama huyo papa wao ambaye, yes, hiyo ndio unaweza ukachukua kuwalinganisha au makuani wa kipindi hicho. Si huyu wanaita papa nao pia wanasema kwamba ni mtakatifu, si ndio ndugu zangu? Kwamba anafanya mambo ya Mungu nini. Hivyo ndivyo walivyokuwa au makuani pia wa mafisadi, na wao ndio walikuwa na tuseme na mamlaka katika kipindi hicho. Sasa ndio wataangalia tufanye kitu gani. Hatuwezi tukakubali hivi, maana tukiwashika hawa watu hapa tuwabebe, umati utatumaliza, maana wameshaamini haya mafundisho, wanaojua kwamba huu ni ukweli. Hata sisi tunajua kwamba Pungwedi kwelikweli alikuwa kiwete na amepona. Sasa tuanze vurugu ya kuwashika hapa, tutapigwa mawe na hawa watu hawa, na ni watu ambao wasioanzishwa, ambao wamekubali ukweli. Sasa wakashindwa wakati huo kuwakamata moja kwa moja, lakini wakaendelea kusema ili kuzuia mafundisho haya, ili kuzuia ukweli. Hivi unaweza ukazuia ukweli kweli kweli kwa uwezekani? Lakini ili kuzuia mafundisho haya kuenea zaidi miongoni mwa watu, makuhani wafisadi walisema tuwahonye kwa vitisho, wasiseme na mtu yeyote kuhusu neno tena. Hawakae kimya, tuwatishe watu waogope,
vitisho vinaanza. Kwa hiyo hawakuthubutu kufanya hayo mambo mbele ya umati, kwa sababu watu walichukulia mitume hao kama wakombozi wao. Sasa hao makuhani mafisadi hawawezi kufanya jambo lolote hapo, haiwezekani. Lakini waliendelea kutafakari, tufanye nini baadaye? Makuhani fisadi wa daraja la juu wakaanza kuingia katika tafakari nyingine. Ndio maana kipengele cha 3 ni ufunuo. Na walipotuita, waliita kina nani? Waliita Dali, makuhani hao fisadi wakaita Dali na Lakisadi pembeni na walipotuita walitukataza kabisa kusema kuhusu neno au kulifundisha. Makuhani wafisadi walituambia, kwa nguvu gani au kwa jina gani mnafanya hivi? Alama ya kuuliza kwanza. Hizi ndio swali kwanza, ile ndio ilikuwa swali la kwanza ambao wangeuliza, kwamba hii ni uweza gani, ni nguvu gani ambayo inafanya kwamba nyinyi huu muujiza muutekeleze. Lakini kwanza wanaanza kuwakataza kwamba haya mafundisho stop. Alafu tena wanakuja lakini hivi ni nguvu gani ambayo mnatumia? So, yani wao pia wanajiuliza nini ambacho kinatendeka, walifanya namna gani ili kwamba Pungwedi apate kusimama? Maana wanataka kujua wako serious, kwa sababu wao wanapenda kwanza kujionyesha kwamba wao ni makuhani, watu wanajua, na kile ambacho Dali na Lakisabe wanaleta kwa mujibu wao, wanapenda kuambia watu kwamba ni mafundisho ya kigeni. Sijui kama unaona hilo, kwa sababu wao ni makuhani ambao walikuwa na mafundisho yao waliokuwa nayo ya uongo. Sasa ili kwamba wasionekane kwamba wao ni waongo, lazima waonyeshe kwamba kile ambacho Dale na Lakisabe wanakileta ni tofauti, yani ni kinyume, ni kitu ambacho si kizuri. Sijui kama unaona hilo ndugu zangu. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho walianza kupenda kuonyesha kwamba ni mafundisho ya uongo, ni kitu ambacho ni kigeni. Sasa lakini pamoja na hiyo watajaribu kuwauliza ili wajue ni nini cha kuwastaki, maana katika maneno ndio wanatafuta maneno tu, sehemu ambapo watajieleza, ili kupitia maneno ambayo watatoa wapate kuwastaki. Sijui kama unaona hilo, yani wakipata maneno ambayo wataenda kuchanganya mambo yao gisi wanavyofanya. Angalia taifa, hawa watu ambao mlikuwa wanafikiri kwamba wako hivi, angalia gisi wanavyoongea, angalia gisi wanavyofanya. Ndio maana wanaanza kwanza kuwauliza ili wapate kweli kweli njia ya namna gani wataenda kumstaki, aweza kuwastaki. Kwa nguvu gani au kwa jina gani mmefanya hivi? Kisha mimi Dale nikawa nimejazwa na mudimu sanki, yani Roho Mtakatifu nikawaambia makuhani wafisadi. Hivyo ndivyo alivyo makuhani wafisadi. Mnatuuliza leo kuhusu mazuri aliyopewa Pungwedi, mkituuliza jinsi alivyoponywa. Jueni hili vizuri, kuna mkato. Ninyi makuhani wafisadi nyote, na wajulisheni watu wote wasioanzishwa tumboni bila, ni katika nguvu ndani ya jina la Jokisabe. Kuna mkato nasema loba hapo, wanawachanganya. Haya ni mazungumzo ya watu ambao wameanzishwa. Narudilia kusoma, labda hamjapenya. Sikilizeni gisi Dale na Lakisabe walivyowajibu hao mafisadi, makuhani wa uongo. Jueni hili vizuri, ninyi makuhani wafisadi nyote, na wajulisheni watu wote wasioanzishwa watumbwane bila, ni katika nguvu ndani ya jina la Jokisabe, yule ambaye wazungu na damu mchanganyiko metisi walimtundika kwenye mti, na ambaye Loba kupitia mudi wake alimfufua. Ndiyo, ni ndani ya jina lake kwamba Pungwedi anaonekana katika umbo lake kamili mbele yenu. Jokisabe ni jiwe lililokataliwa na ninyi, kuna mabano wahashi wabaya, tunafunga mabano nao jenga, kuna mkato, na ambalo limekuwa jiwe la pembeni, hakuna wokovu katika mwingine.
kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu lililotolewa miongoni mwa watu ambalo tunapaswa kuokolewa kwalo, ikiwa si jina la wawili waliozirika kabla ya uwepo usiokuwepo. Wanasimama hapa wanachomwa moyo, wanasema no. Nasema hapa tuna kazi. Makuhani wafisadi walipoona uhakikisho kwamba mimi na Lakisabe tulizihirisha, walishangaa, kwani waliambiana wakituzungumzia, kuna nukta mbili: hawa ni watu wa kawaida wasio na elimu. Tunasimama hapa, mtajua kwa nini oh, kwa nini wanasema hivi? Kwa nini wanasema hivi kuhusiana na hawa? Haijamaanisha kwamba Dale na Lakisabe kwamba labda walikuwa watu ambao wajua hata kusoma. No, hapana, sio hivi. Mwelewe vizuri jinsi wanavyosema hapa. Mtambue kwamba katika wakati fulani katika Wase, mwelewe kwamba kulikuwepo na shule za kiroho kulingana na ukweli, lakini pia kulikuwa jamii za siri, yaani watu ambao wanaofundisha mafundisho ambayo ni ya uongo, kama hao makuhani mafisadi. Kwa wakati huu ndio hizo teolojia ambao watu watasoma ambao ndio haya. Unajua maana ya teolojia? Teo ni Mungu, lojia yani ni elimu, yani elimu ya kujifunza Mungu, ndio teolojia. Wanajifunza Mungu wao huko, achana nao. Sasa katika Wase kulikuwepo mafundisho, kulikuwepo na shule za kiroho kulingana na ukweli, lakini pia kulikuwepo na jamii zingine za siri ambazo zilikuwa zikifunza watu mambo ya kichawi, mambo kama haya na mafundisho ambayo yako zidi. Lakini hata hao jamii ya siri walikuwa pia wakijifunza mambo ambayo ni ya ukweli, ili wajue na namna gani ya kuyabadilisha baadaye katika wakati ambapo watakuwa wanahutubia watu, wanapoongea na watu. Msikilize vizuri. Ndio ndani ya Biblia sasa mtasikia kuna Mafarisayo, Masadukayo, mambo kama haya. Ndio tuseme kwa namna hiyo, hizo ndio jamii za siri ambazo zilikuwa hapo katika mafundisho ya urongo. Wao waliona kwamba hawa wawili ambaye ni Dali na Lakisabe hawako katika jamii yao. Sijui kama mnaona hivi, hawako katika shule zao, na wao wanachukulia kwamba yeyote ambaye hajapita katika shule lao na huyo hajui chochote. Sijui kama mnaona hilo. Ndio maana mtasikia leo wanaojiita wachungaji kwamba mimi nimesoma miaka 3, niko na diploma ya teolojia. Ndio haya mambo ambayo mnayasikia hivi. Unasikia kwamba mambo, ili kujua mambo ya ukweli unatakiwa kwenda upite ndani kwenye hayo teolojia yao, ili kwamba no, hapana, sio kwa namna hiyo. Unatakiwa kweli kufunzwa ukweli na kuanzishwa na yule ambaye anayetakiwa kukufunza. Sasa wakaona kwamba hawamo katika jamii yao ya siri. Kwa hiyo kwa mujibu wao wakaona kwamba sisi tuna maarifa zaidi kuliko wao. Ndio maana wanasema hawa ni watu ambao hawana elimu, yaani kiburi, hawana chochote, hawana elimu. Na hawa jamaa huyu Dali wanawajua. Huyu Dali si alikuwa mvuvi huyu, anavua samaki huyu. Wavuvi si wanaonekana ni watu ambao hawana elimu, hawasomi chochote. Huyu alikuwa mvuvi, ni watu ambao hawana elimu lakini maneno aliyokuwa akizungumza no. Lakini hata kama pamoja na hilo hatujawaona wako katika ndani, hawako katika jamii yetu bwana. Kama napenya hilo neno alichague mtu kusema kwamba mimi nimesoma sana, hata mimi nimekuwa hivi, ili kwamba uchukuliwe na neno. Angalia wanafunzi mitume wa Lakisabe, hawalikuwa pirika pirika tu katika maisha yao ya kawaida tu achana na hiyo, nifuate. Hivyo ndivyo ilikuwa. Sasa lakini Lakisabe na Dale, namna walivyoongea, huu ulikuwa ni yani usemi ambao ni uanzishwaji. Namna gani tunasema kwamba nguvu hiyo ni ndani ya jina, yani yuko ndani ya jina la Lakisabe. Namna gani unaweza ukaingia ndani ya jina la mtu alafu ufanye muujiza? Hilo linawachanganya. Ndio maana ni ufunuo ambao wanafunua hapa. Makuhani wafisadi, mnatuuliza leo kuhusu mazuri aliyopewa Pungwedi, mkituuliza jinsi alivyoponywa. Yani namna walivyoongea
yani kama vile watu wakuu walioanzishwa, waliowekwa wakfu. Hayo maneno ambayo sisi tunaweza tukasoma tukaona kwamba ni maneno ambayo ya dali wameongea tu kawaida, lakini hata wao wenyewe makuhani au maafisadi walipenya hayo maneno kidogo, ingawa kiusiri, lakini waliona kwamba ni maneno ambayo yana ugumu ndani yake. Lakini ili kwamba wajifariji nao pia lazima waonyeshe kwamba kiburi tu na kuonyesha kwamba na wana elimu hawa bwana, ili watu wengine waone kwamba wao wako juu kuliko mitume wawili ambao walikuwa hapa. Ndio maana watakapoongea namna hiyo tena watashikwa na hasira, lakini mitume wanawapa ufunuo kwamba ni ndani ya jina la Jokisabe ambalo ni jina la wawili, kwa sababu mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa pili, wote wana jina hili moja kulingana na ukweli. Wengine wataniuliza sasa hilo jina ni jina gani? Mtauliza kwenye maswali na majibu huko. Sasa wamefanya huu muujiza wakiwa ndani ya jina hilo. Sasa hao makuhani fisadi wakati huo ni kama vile walijihisi kwelikweli kama vile watoto ambao bado wanakunywa nini? Maziwa, kwa maneno ambayo Lakisabe na Dale waliokuwa wakiongea, kwa sababu Lakisabe na Dale wakati huu wao watazirisha, watakuwa kama vile ni mti ambao unatoa matunda, na matunda yao ni nani? Moja kati ya matunda ni pungwedi. Sasa wao waonyeshe sasa matunda yao ni yapi? Hakuna, ni ufisadi tu mtupu, maneno tu bala, maandiko baba, lakini ukweli haumo ndani yao na hawabadilishi chochote. Wakati Dale anapoongea, Lakisabe naye pia anaongea. Maana tunaposema mimi Dale nikasema hivi, wote wanaongea kwa sababu wao roho ilikuwa kitu kimoja wakati huo, ndio mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo msifikiri kwamba labda ni Dale tu, no. Dale anapoongea, yani mjue kwamba wote wako katika mudimu sangi mmoja na wote wako kitu kimoja kiroho, yani wote ambao wanaongea wakati huo. Jokisabe ni jiwe lililokataliwa na nyinyi, yani nanyi, yani wahashi wabaya, tunafunga mabano, mnaojenga, na ambalo limekuwa jiwe la pembeni. Hakuna wokovu katika mwingine. Hapa ndio nasimama kwanza hapa. Yani wanawaambia hao mafisadi makuhani kwamba, yani wazi live hapo, nyinyi mlipo, tuseme kwa mfano muutoweke, mfariki hapo, yani hukumu baadaye, kwa sababu hamuwezi kuokolewa na lolote ikiwa sio katika jina hili ambalo tumelitumia sisi, kwa sababu sisi tunajua siri, tuko katika siri, tunajua ni nini kinachotendeka na tunajua ni nini kinachoweza kuwapata nyinyi ikiwa mtabaki katika msimamo wenu. Hamwezi mkaokolewa, muelewe hivyo. Ingawa hatupo katika jamii yenu ya siri, lakini tunajua kinachotendeka katika jamii zenu za siri, kwa sababu sisi tuko katika shule iliyo juu zaidi, ambayo mwalimu mwenyewe ni Muledi Mutudu Jokisabe. Na wakati huu sisi nasi pia tunaweza tukasema hivi, tuko katika shule ambayo hata sijui unasema sijui niko na PhD. PhD ni kitu gani katika haya mafundisho uanzishwaji ambayo tunapata na kutoka kwa mzaliwa wa pili Muledi? Hatufunzwi na roho agizo kula vitu, hatufunzwi na manabii akina Busi Be na wengine. Hapa tunafunzwa na mzaliwa wa pili ambaye ametoka nje ya uwepo usio kuwepo, alipita malimwengu, akapita agizo kula vitu akaenda katika uwepo usio kuwepo, akatoka nje ya uwepo usio kuwepo. Yeye tuko naye wakati huu, ndiye mwalimu wetu mkuu. Mnapenda nini? Woga wa kitu gani? Nani ambaye atazungumza kitu kulingana na ukweli na akaweza kukitetea kulingana na ukweli wenyewe, kama sio nyinyi, kama sio sisi? Kwa hiyo sisi waanzishaji wetu ambao tuko nao sijui niseme namna gani. Nyinyi mnaona hivyo tu, lakini ni kitu ambacho kiko tofauti na gisi watu wanaweza wakafikiri. Maana ukifungua mdomo wako kwa wakati huu kuongea tu kidogo tu, hata na watu wengine ambao wanapita, wewe utaongea, lakini wao wataona jamaa huyu ana akili, ana maarifa. Ameni hivyo tu, kwa sababu ukweli unamfanya mtu kuwa na akili. Ukweli unamfanya mtu
ajue nini cha kuongea na asiongee kitu gani. Ukweli unamfanya mtu awe na hekima. Yaani unapofungua mdomo wako, yaani kila mtu asema najisikia raha huyu anapoongea, ni sawa. Lakini wengine wanapofungua mdomo wakati moja nilikuwa bado Wase huko, ningali katika hizo takataka za dini, ndingili. Kulikuwa mchungaji, sio mchungaji, kulikuwa niseme kama mchungaji ambaye alikuwa anafundisha. Bwana alikokota hadi sisi sote yani tunaanza kali kusinzia ndani ya kanisa, yani mambo hayaingia hayatoki. Alafu akafika akaona ye mwenyewe, akaangalia akaona kwamba watu kama vile wamelala. Akauliza, je, mumechoka? Niendelee namna gani? Watu tumechoka. Akasema watu walimjibu kanisani, tumechoka tumechoka. Maana sio mafundisho ambayo yanaleta raha, yaani hata roho yenyewe inaona kama vile imekwazika tu, kwa sababu mafundisho ya ukweli hakika yana raha. Inawambia hata roho, hata kama wewe ni mtu ambaye hujawahi kusikia ukweli huu, ukisikia hata kwa mara ya kwanza, hata kama utakuwa mshabiki wa dini, lakini roho yake itakwambia hey, jiangalie vizuri, sikiliza haya. Hivi mjiulize, kwa nini haya mafundisho ambayo tunayatoa, hao wachungaji wote wanaojiita wa uongo na mengine wanaendelea kuyasikiliza? Wakiwa manyumbani kwao wanajificha, wanasikiliza, kwa sababu hawawezi kukaa bila kuyasikiliza. Na tusipotoa video hapa, wanajiuliza, na huyu kijana naye mbona anaanza kiburi? Kwa nini hakuposti video? Hiyo ni kawaida, kwa sababu roho yao inajua kwamba huu ni ukweli, lakini tayari kwa sababu wameshaingia deep katika hayo mambo, ndio wanajiuliza nifanye nini hasa. Hatuko tunarejea makuhani wafisadi walipoona uhakikisho ambao mimi na Lakisabeh tulizirisha, walishangaa, kwani waliambiana wakituzungumzia, hawa ni watu wa kawaida wasio na elimu, tufanye nini na watu hawa? Kwa kweli wamefanya muujiza dhahiri. Wao wenyewe wanakubali hili ni dhahiri kwa wakazi wote wa Longanapi, na hatuwezi kulikana, hilo wanalijua. Lakini ili hili lisienee dhahiri miongoni mwa watu, tuwakataze kwa vitisho, wasiseme na mtu yeyote kwa jina hili tangu sasa. Angalieni hawa watu wajanja. Tunajua kwamba kweli ni ukweli, wanaongea ukweli, lakini pamoja na hilo bwana, tuwakataze ukweli usiendelee. Niwahi kutoa ushuhuda kuhusiana na namna nilivyokuwa nikifanya mafundisho kupitia njia ya redio. Nyote niliwahi kuambia, yalikera walio wengi. Wachungaji wa uongo walikerwa kabisa, hadi wakafanya kile ambacho wanaweza wakafanya, redio boom ikafungwa, ili kwamba ukweli usiendelee kuenea. Je, waliweza kuufunga ukweli? Hakuna nguvu, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuzuia huu ukweli, hata afanye nini. Kila kitu kimeishi, kimemalizika, haina haja. Lakini hapa wanaanza sasa njama ya namna gani watafanya ili kwamba ukweli usifanye nini, usipatikane. Hivi mnapoingia kwenye YouTube tunatoa video, yani nawaambia, yani hata maviewers yani wanayafuta makusudi. Hii nawaambia sisi ndio, hata Muledi hivyo anaongea na anajua hivi, yani wanaingia. Yani leo unaweza kukuta kwamba kuna watu kadhaa wameshaangalia, kesho yake wameshaondoa tena, wamekuwa idadi kidogo. Lengo ni nini? Ni kwamba wakiona kwamba kuna maviewers wengi, watu wengine wataendelea kwenda kufanya nini, kusikiliza. Sasa hawataki. Ndio maana hata Muledi anapokuwa live, iwe Facebook aidha iwe ndani TikTok, wanapunguza idadi ya wale wanaotazama, ili watu waone kwamba hayuko interested, yani hana umuhimu. Tuseme watu wangapi tu ndio wanamsikia, hana kitu cha ajabu. Sijui kama unaona hivyo. Na lengo ni nini? Ni kutufanya sisi tufanye tukate tamaa, kusema kwamba kama watu wengi hawatusikilizi bwana, basi tufanye namna gani? Tupunguze kasi ya namna gani? Hivyo ndivyo sisi tunajua. Hilo ni
Haya ni mambo ya kitoto, hayawezi akafanya, kwa sababu ukweli auombi namba kubwa. Yani katika ukweli hatuhitaji yani quantity, gisi wanavyosema, sisi tunasema quality, watu ambao wako bora, hapana bora watu, no. Hivyo ndivyo watu wanatakiwa kuelewa. Kwa hiyo ili uingie katika zizi ni kwa sababu kuna vigezo ambavyo unatakiwa kuvieneza ili kuingia. Hatuingii kwa sababu ya kuingia tu. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu wanaweza kulalamika, mbona watu hawajajaa sana, au mengine hatuna tatizo la kujaa, za kutokujaa, kaka za dada. Lakini je, wale walio ndani wanatembea kulingana na mafundisho? Hilo ndio la msingi, hilo ndio muhimu. Maana unaweza ukatumwa katika kazi ya neno kwa ajili ya kuokoa mtu mmoja tu, na unamaliza na kazi yako imeisha, na unajiendea mmoja tu. Hilo mnaweza mkalielewa namna gani? Yaani katika maisha yako ya kiroho yote, yaani umeandaliwa tu ili katika lengo la kumponya mtu mmoja tu apate kujua ukweli tu basi, na hapo umefanya kazi yako, jukumu lako, na hapo hilo tu. Maana mmoja anayepatikana katika ukweli ni kama maelfu na maelfu walio katika ujinga, na zaidi ni wasamani zaidi. Ndio maana Mulele anapotuambia kwamba sisi tuko muhimu hata kuliko hata au unaweza mastaa wabilionea au sijui viongozi. Sisi ni muhimu kuliko, so hatuwezi tukayapenya hai. Maana unaweza ukajiuliza ukasema, sasa niko muhimu namna gani? Mbona hapa hivi napigapiga mwayo, sijajua nikutakula lini? No, wewe unasimamia hapo, lakini angalia katika upande mwingine, sio kwa namna hiyo. Tufanye nini na watu hawa? Kwa kweli wamefanya muujiza dhahiri. Hili ni dhahiri kwa wakazi wote wa Lunganapi na hatuwezi kulikana, lakini ili hili lisienee zaidi miongoni mwa watu, tuwakataze kwa vitisho wasiseme na mtu yeyote kwa jina hili tangu sasa. Ndani ya Biblia za Kisasa nawaambia kwamba hakuna wokovu katika jina lingine. Wakristo wanasema kwamba ni jina la Yesu ambalo linaweza kuokoa watu. Bila jina hilo unaenda kungua. Wewe ni wakungua. Nitawapatia kwa namna nyingine kupitia ukweli huu, mupate ufunuo mwingine ambao mjawahi kupenya. Wanaposema kwamba Yesu, jina la Yesu, kila goti litakunjwa, si ndio wanasema? Yaani hakuna jina juu, chini na chini hata ya udongo ambalo linapita jina la yani la Yesu, na ni kupitia jina hilo ndio kila mtu anatakiwa kuokolewa. Nitawaonyesha tena kwa mara nyingine kwamba hilo haliwezekani. Tunapoongea sisi tunaongea na vigezo, hatuongee kwa sababu ya kurupuka aiza hisia aiza miemko. Tunaongea na usahihi. Tunajua kwamba kuna watu ndani ya Biblia za Kisasa ambao walipewa hilo jina la Yesu kabla ya Yesu hajazaliwa, na kama watu wanapenda maandiko tutawapatia. Na hao watu walikuwa na maisha mabaya, walitenda dhambi. Hilo jina la Yesu kuna watu walipewa kabla ya Yesu kuja mwenyewe kwa mujibu wao, lakini amekuja kuzaliwa anapewa tena hilo jina ambalo wengine walipewa kabla. Lakini watu wanasema kwamba hakuna mtu ambaye duniani amewahi kupewa hilo jina. Huu ni uongo. Biblia kuna andiko ambazo zinaonyesha kuna watu ambao waliitwa Yesu, na hiyo Yesu katika tafsiri nyingine ni Yoshua. Sasa tutawasomea hili andiko lao. Wanasema kwamba kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, za mingine litakunjwa. Kitabu cha Wafilipi sura yake ya 2, hapa ndio mtaona kwamba hilo jina la Yesu mtaenda kuelewa. Wafilipi sura yake ya 2 mstari wa 5 hadi 7 nitasoma. Inasema hivi: muwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo Yesu. Yeye kwa asili alikuwa nani? Alikuwa daima Mungu. Msikulie hiyo, alikuwa Mungu. Lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu. Kama wewe ni Mungu tu utakuwa sawa na Mungu namna gani? Achana na haya, tunaendelea, sio tatizo hili zaidi. Lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote. Kwa hiari yake mwenyewe namna gani? Mbona alitumwa na baba yake? Kwa hiari yake alitumwa na baba yake. Yeye mwenyewe alisema nilitumwa na Baba. Sasa hii ni hiari yako namna gani? Ulitumwa tu. Wengine wanasema kwamba hata kama mtu anatumwa lakini kama hataki,
mchukulie kenye mnapenda, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu, ajinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. N'importe quoi. Bon, kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hapa mkisoma, yani mnaona kuna mambo ambayo ni yani hayana hata hilo bae. Kwa nini andiko hili halina maana? Maana huyu Yesu kwa mujibu wao, kabla ya kuja duniani alikuwa na jina, si ndio? Hivi sijui kama mnaelewa. Mbinguni Yesu hakuwa anaitwa Yesu kabla ya kushuka. Hapo tuko sawa. Ina maana kwamba Yesu alikuwa na jina kabla ajaja duniani, na hilo jina labda watu wataita Mungu, aidha Yehova, Elohim, Shaddai, kama gisi wanaweza wakapenda, sawa. Kwa hiyo hilo jina hilo Yesu alikuwa nalo kabla ya kupewa hilo jina la Yesu, kwa sababu hilo jina la Yesu alipewa hapa sasa duniani. Mwelewe vizuri haya mambo ambayo naongea, yatawasaidia baadaye, hapa mtaenda kuelewa kitu. Sasa wanawambia kwamba Mungu wakati Yesu alipokuja hapa duniani alimpatia jina ambalo linapita majina yote yaliyo duniani. Ina maana kwamba ikiwa Mungu yuko mbinguni na anaitwa Mungu, hata hilo jina la Yesu hapa duniani linamshinda Mungu mwenyewe hata huko mbinguni, kwa sababu Yesu mwenyewe kwanza aliitwa Mungu kwa mujibu wao. Kwa hiyo hilo jina ambalo Yesu alipewa, ambalo anaitwa kwamba Mungu Yehova Elohim, limepigwa kabisa nafasi peke na hili jina la Yesu. Hivi sijui kama mimi hatuingii katika kubadilisha nini, no, kwa sababu amesema na mbinguni, na kama Yesu alikuwa na jina kabla ya kushuka hapa akapewa jina hilo la Yesu, ina maana kwamba malaika wote, hata Mungu aliye mbinguni, yani majina yote ambayo yako mbinguni yote yako chini, yani jina la Yesu liko juu kuliko majina yote yaliyo mbinguni. Hata Mungu aliye mbinguni na jina lake yote haina maana, Yesu amepikwa, amechukua nafasi. Tunaenda polepole. Mkisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 11 ndani ya Biblia za kisasa, mstari wa kwanza, wanawambia dunia yote ilikuwa na lugha hii moja, usemi huu, lafudhi hii moja. Wakati huu Kiebrania kilikuwa bado hakija kuwepo, Kiaramu za mambo mengine, lugha zote zilikuwa zingine hazipo. Adamu wakati huu hakuwa anaongea Kiebrania, hapa alikuwa na lugha ambayo alikuwa anaongea. Sasa mkisoma tena katika Mwanzo hiyo sura yake 11, ni wakati huu ambapo lugha zingine zilizihirishwa kwenye ujenzi wa mnara wa Babeli. Nyote mnajua ndani ya Biblia za kisasa lugha zingine zikaja. Sasa baadaye, sasa Yesu amekuja kuzaliwa. Sikilizeni, Yesu amekuja kuzaliwa kwa mujibu wao. Ili jina tunaloita Yesu, aidha Yehoshua, aidha sijui nini, ni majina ambayo amekuja baada ya nini? Baada ya lugha zingine zimekuja. Kwa sababu ya nini? Ya anguko. Yaani hili jina la Yesu ni jina ambalo alipewa la anguko. Hivi sijui kama unaelewa vizuri. Sasa ikiwa ni jina la anguko, sio katika ile lugha ya asili ambayo ni ya kwanza, inakuwa namna gani hili jina ambalo limetokana na lugha za anguko, na anguko limekuja, lugha zimekuja hivyo kwa sababu ya dhambi? Hilo jina la Yesu litakuwa muhimu sana kuliko majina yote ya malaika walio mbinguni. Yaani Gabrieli, yaani si kitu kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Na hiyo Gabrieli kwa mujibu wao, yaani ni lugha ambayo si ya anguko. Hapana. Inakuwa namna gani jina ambalo ni la anguko liwe juu ya majina ambayo si ya anguko? Watu wajiulize hayo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia wanawaambia kwamba anayetoka juu ni mkuu kuliko aliye chini. Ina maana kwamba malaika na majina yao wako juu kuliko wote walio chini pamoja na majina yao. Hivi ndivyo ilivyo.
Sasa na ndio maana mtasikia watu hata katika maombi wanasema, Baba nakubariki, nakubariki Mungu, I bless you my God, my God I bless you, I bless you my God. Mnajua hii si ni Kiingereza? I bless you my God. Kwa Kiswahili mnasema nakubariki Mungu wangu. Nitarudilia ili watu wajihisi vibaya, lakini wapate elimu. I bless you my God, nakubariki Mungu wangu. Naongea mwisho, I bless you my God, nakubariki Mungu wangu. Unaona kama ni kitu cha ajabu? Wewe ni nani? Who are you to bless his name? Who are you? Una power gani, una nguvu gani ya kwenda kubless jina la Mungu? Ina maana kwamba kama unabariki jina la huyo Mungu wako, kabla ya wewe kulibariki lilikuwa namna gani? Liko chafu, linatakiwa lisafishwe, na litasafishwa na wewe, kiumbe ambacho ni cha anguko, ambacho kitabariki jina la Mungu, kwa sababu Mungu jina lake liko chafu, haina maana. Kitabu cha Waebrania 7:7 inasema ni mkuu anayembariki mdogo, lakini tunaona wadogo ndio wanaanza sasa kuwabariki nani? Wakuu. Kama ni hivyo, bon, Yohana Mbatizaji ni mkuu kuliko hata Yesu, kwa sababu ni yeye ndio alimbariki Yesu, alimbatiza. Ndugu zangu, haya mambo wanayosema hakuna jina lingine linalopita majina yote, jina la Yesu n'importe quoi. Hilo jina la Yesu ni jina la biashara, kama mjua, ni jina la business. Wewe ukishindwa tu na maisha yako tu, chukua Biblia kaka, fanya hivi, kariri mistari 2-3, chukua mike. Haleluya, amen. Yesu anawapenda, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Weka pale kitasa, utawekewa sadaka kaka, usikatae. Hilo ni jina la business. Yaani unapotaja hilo jina ni kwa sababu business linapita. Hilo jina liwezi likaokoa mtu, kwa sababu hicho kiumbe hakijawahi kuwepo, na ni demon ambayo iko nyuma. Hilo mnalijua. Kisha mimi Dale na Lakisabe tuliojua nia yao, tukawajibu makuhani hawa wafisadi, hamueni wenyewe. Je, ni sawa kuwatii ninyi watu wasio na mudimu sangi, au badala yake luba? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo muamue, je, tuache kuongea huu kweli, kwa sababu nyinyi mnaongea, nyinyi ambao yani hata mudimu sangi hamuna, aweza tutii loba? Hamueni. Kwa maana hatuwezi kujizuia kusema yale tulioyaona na kuyasikia. Itakuwa vigumu. Umeona kitu, watu wanapenda kwamba uongee tofauti na kile ambacho umekiona. Haiwezekani. Nimeona watu wawili wanaosema no, useme ni watatu. No, hapana, mimi niona wawili. No, sema watatu. Haiwezekani. Tulichokiona sisi tunakiongea, tulichosikia ndicho tunakiongea pia. Kwa kutojua jinsi ya kuduazibu, kuna mabano, kuzuia nafsi zetu, kuadhibu miili yetu na kuhukumu roho zetu, tunafunga mabano, kwa sababu ya watu makuhani wafisadi walituaje na kuondoka. Kwa hiyo walishindwa, watafanya namna gani? Watahukumu namna gani? Watu wako hapo tayari wameshakubali ukweli, basi wakaondoka. Hawajaondoka kwa wema, sio kwamba kwa sababu watu walikuwa pale. Ndio maana kipengele cha 4, mimi Dale gerezani. Sasa hapa ndio tema yenyewe, Dale gerezani. Kwa hiyo ndio maana tunaanza kwanza kuonyesha kwa nini Dale aliingia gerezani, kwa sababu ya muujiza ambao neno la loba lilimsaidia kufanya yeye akiwa na Lakisabe. Hicho tu ndio sababu ya mtu aende kuwekwa gerezani, hilo tu. Kitu kipi kibaya alichokifanya ili kwamba aingie gerezani? Na nyote mnajua Uwase, gereza za Uwase sio kama huku Ulaya mlipo. Uwase kwanza unaposhikwa tu hapa, miguu hayuko chini tena, umeshakuwa juu, unapelekwa kutoka pale, mkanda unatoa, kiatu unatoa, nini, saa, kila kitu unakuwa pale, unawekwa pale, lock up, unamwagiwa maji kidogo, unapigwa kidogo, unatulia. Hiyo ndio Uwase. Sio huku utakuta watu huku
anafanya mambo ya ajabu, anaingia ndani ya gereza, yuko ndani kule, TV iko pale, alafu analalamika, mbona hii TV haionyeshi nani image nzuri? Hai, kama sitakula. Oh, hapana, kula ndani ya gereza. Huku ni huku kwenu, nenda huko wase uone jinsi gereza zilivyo. Sisi wakati tulikuwa bado wadogo, unaposikia fulani amefungwa gerezani, tunasema hiyo ni maiti tayari. Watu wanaanza kuomboleza, mtoto wetu amefariki na bado amepelekwa. Hiyo ndio wasi, kwa sababu mtu ameponya mtu, anaingizwa gerezani. Mimi Dale gerezani. Ulikuwa wakati huu ambapo chief wa juu, kuna mabano, mtu wa cheo cha juu na mwenye ushawishi mkubwa katika jamii nzima, wakati huo tunafunga mabano, fisadi asiyeanzishwa, anayejulikana kwa jina la Takisabe. Wakati huo kulikuwa chifu mkuu katika kipindi, wakati huo ambao walifanya huo muujiza, kulikuwa chifu mkuu wa eneo hilo ambaye alikuwa anajulikana na ushawishi mkubwa sana, aliitwa kwa jina la Takisabe. Maana ya Takisabe yani ni kutesa. Majina Takisabe maana yake kutesa, yani ndio maana ya jina lake. Takisabe pamoja na makuhani wafisadi walianza kuwatesa wasioanzishwa, walioneemiwa kadhaa, washirika wa Ebasi, yani kanisa. Hapo kuwatesa sio kwamba labda lazima wachukue wapige, na kuwatesa ni kunyima ile raha, aweze kuemukiwa katika mambo ya neno, wanawavuruga, mambo kama hayo ni mateso pia. Sio kama labda wanawekwa kwenye nini, wanapigwa, wanakatwa nini, no. Sio kwa namna hii. Takisabe na makuhani wafisadi walitaka kumuua Munangada, yani walitaka kumuua Munangada ambaye wataita kwa jina la Yakobo, lakini Mutateji hakuruhusu. Loba. Walitaka kumuua nani? Munangada. Ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba Yakobo aliuawa. Msome vizuri kwamba Yakobo aliuawa. Walipogundua kuwa hawawezi kumuua Munangada, walinikamata mimi Dale nilipokuwa peke yangu nikitafakari kando ya mto jioni moja. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna wakati ambapo walikuwa mitume wakitembea pamoja, lakini kuna wakati mwingine ambapo mtu anaweza kaenda sehemu yeye mwenyewe anatafakari na mwingine. Hawa mafisadi wakamchukua, wakamshika Dale, kwa sababu wao, ndio maana nikasema kwamba wanapoona umati wa watu wanaona aibu, wanatoka, lakini wanaingia sasa kwa siri ili watu wasijue kwamba wameshika. Sijui kama unaona hilo. Mambo si mnayaona yanatendeka katika dunia hii. Tunaendelea. Kwa hiyo walipogundua kuwa hawawezi kumuua Munangada, walinikamata mimi Dale nilipokuwa peke yangu nikitafakari kando ya mto jioni moja. Dale angelitaka, angeliomba Mudima Bekokisidi maliza hao watu, ingelitokea. Naurudilia, Dale alikuwa na uwezo, angelitaka kwamba aombe Mudima Bekokisidi kwamba aingilie kati, wangemalizika pale pale, lakini hakufanya hivyo, maana kila jambo lina sababu yake. Baada ya kunikamata na kunitupa kwenye seli katika gereza la uchifu ambapo Takisabe alikuwa anakaa. Maana yake ni nini? Yani Takisabe ndiye aliyekuwa katika hiyo seli, yani yeye ndo alikuwa, tuseme wanasema yeye ndo sijui wanaita namna gani, neno lina nani, yani yeye ndo alikuwa katika hukumu, yani yeye ndo anahukumu, tuseme ili muelewe hivi, yeye ndo anahukumu katika hiyo seli. Waliniweka chini ya ulinzi wa walinzi 4, kuna mabano, 2 nje ya seli yangu na wengine 2 nje ya mlango, nje ya lango la gereza, tunafunga mabano. Walikusudia kunileta mbele ya watu asubuhi na mapema kunishtaki kwa kumkufuru Loba. Hivi mnaelewa? Yani walimshika Dale wakasema kwamba hapa hatuwezi kuwaambia kwamba kila alichokifanya ulikuwa ni uongo. Yani ule muujiza ambao umeona kwamba sio kweli, maneno anayosema no, watatafuta namna ili kwamba watu, kwa sababu tayari wameshakubali ukweli, sasa watapitia huu ukweli ili kumstaki, wakati yeye hajafanya kitu chochote kibaya. Watawaambia watu kwamba alikufuru Loba. Sasa lazima watunge sasa ni nini hayo makufuru, ni yapi, lazima waongee ili watu wapate kujua kwamba makufuru hayo ni haya.
kuna watu wana roho. Kwa hiyo asubuhi ndio ilikuwa lengo, asubuhi wafanye nini? Wampeleke mbele ya watu, alafu sasa waingie katika mashtaka na kuambia watu kwamba Dale alimkufuru Loba. Maana hao mafisadi walikuwa wakitaja pia jina la Loba, lakini ni waongo tu. Sijui kama unaona hilo, yani mafisadi, yani makuhani ambao ni waongo tuseme, lakini wanaotumia jina la Loba katika lengo la kuwanyamazisha wengine na kufanya business zao. Katika gereza hilo mimi Dale nilifungwa kwa minyororo miwili. Walinzi wawili waliwekwa nje ya seli na wengine wawili nje ya lango la gereza walikuwa wamelala. Hiyo ni kawaida. Dale amefungwa minyororo miwili, walinzi wawili wako hapo, wengine wako kwenye mlango. Hata wewe mwenyewe si unaweza ukalala tu kwa sababu unajua kama amefungwa minyororo, hata kujifungua namna gani? Wakapiga usingizi, na usingizi mtamu, akalala. Ghafla Namululuma awaleta malaika mwenye nguvu alionekana, na mwanga ukaangaza kwa uangavu ndani ya seli. Mimi Dale niliinua macho yangu na kumwona mtu wa jamii yetu nyeusi, amevaa kitani, akiwa na mkanda wa dhahabu safi kiunoni mwake. Mwili wake ulikuwa kama krizoliti, uso wake uling'aa kama umeme, macho yake yalikuwa kama miali ya moto, mikono na miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa, na sauti yake ilikuwa kama kishindo cha umati wa watu. Loba huyu Namuloloma aliniambia nukta mbili: pomane teme, inuka haraka. Minyororo ilivunjika na kuanguka kutoka mikononi na miguuni mwangu. Kisha Namuloloma akaniambia kuna nukta mbili: vaa mkanda wako. Kwa sababu nakwambia ndio waze hiyo yaani alipofika katika seli ondoa mkanda. Sasa Namuloloma anamwambia chukua mkanda wako uvae. Maana yake ni nini? Pia maana yake baki katika ukweli. Mkanda unawakilisha tu ni ukweli. Na viatu vyako, kwa sababu wasi ndivyo viatu unatoa, yani vaa viatu. Maana yake itamaanisha nini? Baki katika habari njema. Hilo ndilo nililofanya, amesema hivyo Dale. Namuloloma akaniambia tena kuna nukta mbili: vaa joo lako. Alikuwa na joo ambayo lilikuwa pale, akachukua akavaa. Maana yake ni nini? Baki katika heshima na unifuate. Mimi Dale nilitoka nje na kumfuata bila kujua kwamba kuingilia kati kwa Namuloloma huyu kulikuwa halisi. Nilizani nilikuwa naota, yani haya mambo, yani yuko huu ni ukweli, hasa niko naota, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba asubuhi ndio anatakiwa kuwekwa mbele ya baraza, mbele ya watu, ili waseme kwamba alikufuru, na kwa sababu akionekana kwamba amekufuru Loba anaweza akauawa. Yani hapo ni kabla amechanganyikiwa ni nini sasa kinachotendeka. Hivi naota aiza niko ni mie niko serious, aiza iko namna gani? Alifikiri kwamba labda anaota aiza namna gani. Mlango wa seli ulifunguka wenyewe mbele yangu, wenyewe. Yani haina haja kwamba Namuloloma aende kuchukua funguo, nyinyi ndani mweka hapo, no, wenyewe tu. Loba. Mlango wa seli ulifunguka wenyewe mbele yangu. Nilivuka kizingiti cha mlango wa seli, kisha ule wa gereza. Mimi Dale nilitoka na kutembea barabarani. Mara moja Namuloloma aliniacha akajende. Niliporudi kwenye fahamu zangu, nilijieleza, sasa nimeelewa kwamba Mutudu Loba, Mutudu ndio nani? Jokisabe, Kristo wa kweli, amemtuma Namuloloma wake, na kwamba ameniokoa kutoka kwa mpango mbaya wa Takisabe na makuhani wafisadi. Hapo ndio wakasema ni Jokisabe ambaye ametuma malaika wake ili kuja kuniondoa katika haya. Unapokuwa katika ukweli, ndugu yangu, baki katika ukweli, usiwe na woga,
Usiwe na wasiwasi hata sekunde za mwisho, usiseme kwamba imeisha. No, maana hata sekunde moja kabla ya kufa bado ungali hai. Niliporudi katika fahamu zangu nilijieleza, nilijiambia kwamba sasa nimeelewa kwamba Mtudu amemtuma na mluluma wake na kwamba ameniokoa kutoka kwa mpango mbaya wa Takisabe na makuhani wafisadi. Baada ya kutafakari, mimi Dale nilielekea nyumbani kwa dada, kuna mabano katika imani, katika Jokisabe, anayejulikana kwa jina la Okwele. Alielekea huko, na Okwele maana yake ni kuelimisha, ndio jina la huyo dada ambaye alikuwa wasianzishwa walioneemiwa, ambapo wasioanzishwa walioneemiwa wengi kama yeye walikuwa wamekusanyika na wakiomba. Hai luba, yaani wasioanzishwa wengine walioneemiwa walikuwa pamoja na dada huyo Okwele nyumbani kwake, wamekusanyika na wakiomba pamoja, kwa sababu wakati huu hali ilikuwa misukusuku, wanawasumbua sana, kama kitu tulivyosema, kuwatesa kwa namna hiyo. Kwa hiyo wakawa katika umoja wakiomba ili kwamba neno lipate kuwapatia ulinzi. Mimi Dale niligonga mlango wa mbele, na msaidizi asiyeanzishwa aliyeneemiwa anayejulikana kwa jina la Dikelele, ambayo itamaanisha ua za kichaka cha waridi. Miaka mamilioni ijayo hadithi yake itachukuliwa na kubadilishwa kwa niaba ya mhusika wa kubuni ambaye atajulikana kwa jina la Roda ndani ya Biblia. Ndio dada huyu wetu ambaye anaitwa Dikelele, wakabadilisha jina lake. Akakaribia kusikiliza, alikuja kwenye mlango ili asikie ni nani anayegonga mlango, kwa sababu wakati huu si mnajua, hamjui ni nani wanawindwa kwa namna moja za nyingine ili kusumbuliwa. Lazima uwe na hakika ni nani ambaye amegonga, si ndio ndugu zangu? Basi hii inaeleweka. Alitambua sauti yangu, na kwa furaha yake, kuna mabano, kwani yeye na wengine walijua kwamba nilikuwa nimekamatwa na Takisabe na makuhani wafisadi, tunafunga mabano. Kwa hiyo kwanza aliposikia kwamba ni Dali, aliingiwa na furaha kwanza. Badala ya kufungua mlango, alikimbia kutangaza kwamba mimi Dale nilikuwa nimesimama mlangoni. Kwa hiyo baada amesikia ni Dale, hata kufungua furaha, Dale amekuja, yuko mlangoni. Wao watu wanajua kwamba Dale amefungwa na Takisabe, atakuwa mlangoni sasa hivi kufanya kitu gani usiku huu? Sijua mnaona hilo. Wakamwambia Dikelele, yaani wale wasioanzishwa walioneemiwa pale, nao pia wakamwambia Dikelele, una wazimu. Hey, wasioanzishwa walioneemiwa bado, kwa sababu levu ingali bado chini bo. Una wazimu Dikelele, maana kwa mujibu wao haliwezekani, amefungwa. Uko namna gani? Una wazimu nini? Una wazimu. Lakini akasisitiza kwamba ilikuwa kweli, kama gizi ilivyosema. Wao walijua kwamba Dali yuko gerezani na kuna walinzi ambao wanamlinda, amefungwa. Namna gani anaweza kuwa huru? Tunajua kwamba huyu Takisabe, tunajua hali yake gizi alivyo huyu na njama aliyo nayo, lakini tunajua kweli Doba anaweza kuruhusu muujiza utendeke, hilo tunalijua. Lakini pia kuhusiana na levo yao ya kiroho, ndio maana ni wasioanzishwa walioneemiwa bado levo ingali nakuwa ndio watakuwa hiyo haiwezekani. Baada ya kusema hivyo, kisha wakasema nina mululuma wake, kuna mkato au roho yake. Bila kwenda kuangalia, wakamwambia kwanza, una wazimu. Baada ya yeye kujitetea kusema hapana, ni kweli, atakuwa na mululuma wake huyo, aiza roho yake. Maana ni kitu gani ambacho wanawatolea siri hapa? Ndugu zangu, kaeni makini sasa, msikilize kile ambacho walifikiri hawa ni nini ambacho wanasema. Kwa nini wanaongelea kwamba ni namululuma wake? Kuna uhusiano gani kati ya mtu na namululu aza na malaika wake? Kwa nini wamegusia hili? Si mnasikia sauti yangu imeshuka? Sikilizeni kwa makini, kwa sababu kuna kitu hapa. Kwa nini
wameongea hivi. Waliyatoa hayo wapi? Wanakwambia Dale yuko mlangoni, lakini hamjakubali. Hata kama anasisitiza basi mungeenda basi hata kuangalia, lakini hata kuangalia hawaendi. Wanasema atakuwa ni malaika wake huyo, aiza roho yake yeye Dale. Hapa unaleta mafundisho mengine ili kupenda kuambia kitu gani? Kwa mujibu wao wanaweza kusema kwamba malaika atachukua muonekano wa Dale, yaani inakuwa ni roho ya ukoo. Wanapenda kuwafunulia kwamba kila mtu mweusi, sikiliza kwa makini, kila mtu mweusi anaye malaika anayefanana naye katika gizo kula vitu. Hivi mnaelewa? Yaani wewe, wengine watasema sasa si wanawake inakuwa namna gani? No, wapi? Sijamaanisha kwamba kuna malaika wa kike huko, lakini wanapenda kuambia kwamba sawa, mama yetu yuko pale pia, mwelewe hivyo. Anapenda kuambia kwamba yaani kama hauna wa kufanana naye katika agizo kula vitu, hauwezi ukaingia. Sio kama unaelewa hivyo? Ndio maana wazungu hawezi wakaingia gisi tunavyowaona kwa muonekano. Kwa hiyo maana wanatakiwa kubadilishwa, yaani ile sehemu ya mtu mweusi ile ndio itaingia, kwa sababu ndio inafanana na wale ambao wako huko. Na mnajua kwamba kila mtu mweusi anapozaliwa ana nyota yake, na nyuma ya nyota kuna roho, na huyo roho ambaye ni malaika wako mlinzi, ikiwa ujuu. Yaani kila mtu hapa mweusi ana malaika wake mlinzi, na unatakiwa kufanana na malaika wako mlinzi pia. Hii watu weusi wanajifikiri wao ni akina nani kabisa. Tumekuja kufundishwa takataka kwamba sisi ndio sijui wapagani, watu wasiomjua muumba. Sisi ni viumbe vya kiroho ndugu zangu, sisi wakati huo huo mimi Dale niliendelea kugonga mlango. Walifungua na walishangaa kuniona. Kwa mkono wangu niliwaashiria wakae kimya na kuambia jinsi Mutudu alivyonitoa gerezani kupitia Namululuma. Niliongeza, waambieni kaka na dada wengine. Kisha nikaondoka na kwenda mahali pengine. Kulipopambazuka, kulikuwa na ghasia kubwa miongoni mwa walinzi. Nini kimempata Dale? Walinzi wako 4 pale, wanakuja kuamka kukuta Dale hayupo. Minyororo iko pale imefunguliwa, iko pale milango. Wao wataanza kulia na fikiri, kwa sababu hawajua wataongea kitu gani. Kwa nani? Kwa Takisabe. Hai, itaonekana kwamba labda Dale amewapa ongo ili kwamba vai nini, wamfungue na wapeleke maisha yao hatarini. Takisabe alifanya nitafutwe, lakini sikupatikana. Ndio maana ukweli sio kwamba kwa sababu uko katika ukweli neno litanilinda tu. Jifiche, jifiche. Kama kuna namna ya kujificha, jifiche. Kujificha pia ni akili, ni busara ambayo neno inakupatia. Dale unafikiri alitembea hivi nimesha nani acha niende hivi? Alijificha ili kwamba Takisabe asipate kufanya nini, kumshika tena. Aliwahoji walinzi. Wakati alipowahoji walinzi, hawana chochote ambacho wataongea, na kutoa amri ya kuwaua, kwa sababu yeye aliona kwamba walinzi hao ndio waliomtorosha Dale. Kwa hiyo wao sasa wanatakiwa kuuawa pa nafasi ya Dale. Siku iliyopangwa, Takisabe akiwa amevaa mavazi yake ya kitifu, aliketi kwenye kiti chake cha enzi. Aliwahutubia hadharani wasioanzishwa wa eneo lake. Ndio maana kipengele cha 5 ndio cha mwisho, kifo cha Takisabe, chifu mkuu asiyeanzishwa fisadi. Watu wasioanzishwa yuko pale mbele ya kiti cha enzi chake. Watu wasioanzishwa walipiga kelele, hii ni sauti ya Ewekedi Bondene. Yaani watu
Unajua watu kuna mashabiki wanaita namna gani? Kuna mashabiki yani yuko pale chifu, watu wengine na woga pia wako pale, unaona yani anapoongea sema hiyo ni sauti kabisa ya Mungu. Ndio gisi walivyomwambia. Ndio maana wakasema hapa hii ni sauti ya Ewekedi Bondene, ambayo inamaanisha Mungu aweza uungu. Jina Mungu au uungu litatolewa mamilioni ya miaka baadaye na wazungu na damu mchanganyiko metisi. Wakasema kwamba hii ni sauti ya Mungu na si ya mtu wa kufa. Mnajua kitu ambacho kilitendeka? Maana yake alichotaka kumfanyia Dale kilimgeukia yeye. Alijisi raha watu walipofanya hivi. Maana yake ni nini? Anaingia katika kufuru, si ndio? Yeye alipenda kwamba amshtaki Dale kwamba amekufuru Loba, lakini ni yeye ndiye sasa ameingia katika hilo kufuru. Kwa sababu kikawaida angewaambia watu stop, mimi si Ewekedi Bondene, mimi si Mungu, ingawa Loba si Mungu, lakini yeye anapenda kujichukulia kwamba yeye ni kiumbe cha juu kama vile Koto alivyofanya. Sasa baada ya kufanya hivyo, kisha Mudima Bekokisidi alimpiga mara moja kimwili na kiroho, kwa sababu hakumpa Luba utukufu. Alikufa akiwa ameliwa na minyoo, na kuhusu habari njema ilikuwa ikienea zaidi na zaidi. Ndugu zangu, hiyo ndio ilikuwa historia ya namna gani Dale alivyoingizwa katika gereza. Sababu yake ndio hiyo, na matokeo ambayo yalitakiwa kwamba yeye ahukumiwa, aongelewa kwamba yeye amekufuru, ni yule yule aliyeandaa hiyo njama, tena ndio amekufa kwa kitendo hicho cha kukufuru, kwa sababu ulimwengu wa kiroho hauna mchezo na mambo haya. Mtu anapotembea kulingana na ukweli wa neno na anatii sheria za neno, huyo mtu sio mtu wa kuchezea, kwa sababu hata kama yeye hataongea chochote, kuna kaka zetu wa kiroho wako pale, kuna walinzi ambao wako pamoja naye, ambao yeye hana hata haja ya kuongea kitu chochote. Na hapo ndipo mnaona kwamba utofauti kati ya watu walio katika ukweli na wale ambao wako katika uongo. Kwa hiyo mafundisho napenda yani kuna mambo mengi ambayo tumejifunza hapa, hekima, unyenyekevu, ambayo yote yaliyotendeka huko, lakini pia kujua kweli kweli kwamba unapokuwa katika ukweli, yani usifanye mambo kama vile mambo ya mzaa katika ukweli. No, nyohoka kama jinsi neno lenyewe linavyokuomba unyooke, kwa sababu hatujui wakati gani ambao sisi tutatoka katika hali hii inayoonekana. Hatujui ni lini tutatoka, na ikiwa tutatoka, je, tutatoka namna gani? Kwa ndio maana tufuate njia hii ambayo ni njia sahihi, tusiwe na wasiwasi. Na nyote ambao labda wengine ambao bali ukweli, watoto wa Loba